Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukiendelea na visa vya Sheikh Juma, leo tuko dukani kwake ambako alipata mtihani wa kutapeliwa. Kisa hiki kinasema Sheikh Juma na matapeli. Ilikuwa ni siku tulivu, jua likiwa limetawala anga kama kawaida yake. Sheikh Juma alikuwa dukani kwake akiendelea na shughuli zake za kila siku kwa bashasha na moyo wa kuridhika. Alikuwa ni mfanyabiashara maarufu, mkweli na mwenye heshima kubwa mjini kwake. Mara wakaingia dukani wateja watatu. Sura zao za kirafiki na mavazi yao ya heshima ziliashiria kuwa watu wale ni watu wema. Sheikh Juma aliwapokea kwa furaha, akawakaribisha kwa maneno matamu yaliyojaa adabu na ucheshi. Wateja hao wakaanza kuagiza bidhaa nyingi, hadi ikambidi Sheikh Juma aende kukopa baadhi ya bidhaa kutoka kwa jirani yake ili aweze kukamilisha mahitaji yao. Walipomaliza kununua, wakamlipa kwa pesa taslim, kisha wakasema wanatoka kidogo kwenda kuchukua usafiri, wakimwacha mwenzao mmoja dukani. Sheikh Juma alihisi hiyo ni siku ya baraka. Biashara ilikuwa imechukua kasi isiyo ya kawaida. Lakini dakika chache baadaye wale wateja wawili walirudi kwa haraka wakiwa na habari mpya. Wamesikia kuna sehemu nyingine wanauziwa bidhaa zile zile kwa bei ya chini sana. Wakamuomba Sheikh Juma awapunguzie bei au awarudishie fedha zao. Mwisho Sheikh Juma kwa moyo wa utu na huruma alikubali kuwarejeshea pesa zao. Wakati wakijiandaa kufanya hivyo, yule mwenzao mkubwa zaidi akaingia. Mzee aliyekuwa na sura ya mamlaka aliwauliza kwa ukali, "Vipi tena, mbona mnamletea usumbufu huyu mzee?" Wakamweleza kwamba wameamua kununua bidhaa sehemu nyingine. Mzee wao akaghadhibika, akawaambia warudishe haraka pesa kwa Sheikh Juma. Yule aliyerejeshewa pesa na Sheikh Juma akatoa tena pesa zile, akamrudishia Sheikh Juma. Sheikh Juma hakujisumbua kuzihakiki tena, akazihifadhi kwenye draw ya pesa. Wateja wale wakaondoka na bidhaa zao na siku ikaendelea kama kawaida. Lakini ilipofika jioni, Sheikh Juma alipofunga duka na kuanza kuhesabu mapato ya siku, alipatwa na mshtuko mkubwa. La haula wala quwwata illa billah. Pesa alizorudishiwa hazikuwa tena zile alizopewa mara ya kwanza. Zilikuwa zimefungwa vizuri kwa nje, lakini ndani kulikuwa na makaratasi. Sheikh Juma alipatwa na huzuni kuu. Alinyamaza kimya, lakini akasema kwa sauti ya chini, "Alhamdulillahi ala kulli hali." Alirejea nyumbani usiku huo akiwa mnyonge na mwenye machungu. Asubuhi yake alisikia kuwa wafanyabiashara wengine pia walipata kadhia hiyo ya kutapeliwa na wale matapeli. Tukio hilo
lilimuathiri sana, si tu kifedha bali pia kiroho. Aliona ulimwengu wa biashara umejaa hadaa na ghiliba. Hatimaye Sheikh Juma alifunga duka lake rasmi. Akaamua kujikita kikamilifu katika kazi ya dini, kuwafundisha watu, kusimamia masuala ya kiroho na kuwaongoza katika njia ya haki. Kama tulivyoona ujumbe alioupata kupitia kisa cha yule mgeni wake wa ajabu aliyemsihi aache kufanya biashara, asimamie dini. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.